naitwa Sheikh Muhammad Omar Muhammad, imamu ya kaunti ya Kisii hapa. Kwa hakika kwanza leo ni siku ya furaha sana kwetu sisi. Tumetoka katika ibada kubwa ya kufunga na leo tulikamilisha jana kuweza kufungua. Leo ni siku yetu ya kufungua. Hii ni furaha kubwa kwetu sisi, na hii ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio ametuendelea hili, na sisi pia tunashukuru sana. Jambo muhimu ambalo kwamba mimi ningeweza kuwahusia wazalendo wenzangu, wananchi wa Kenya, tuwe uvumilivu, tuwe wasubirivu, tukubali yale mazito ambayo kwamba yanayotukabili, kwa sababu kila jambo limepangwa na Mungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayepanga mambo, na Mwenyezi Mungu anapopanga mambo anapanga kwa hikma yake. Kila kitu kiko na hikma yake. Kama vile mtu anapopata furaha, ni hikma ya Mwenyezi Mungu kumpa ile furaha akawa ni mwenye kufurahi. Na pia shida inapotokea, hii ni mtihani ambayo Mwenyezi Mungu anatupea ili kuweza kutupima sisi wanadamu waja wake, tutakuwa na imani aina gani, tutaelekea kwa nani, tutakuwa ni watu wa kisawa wenye kuelekea katika mwelekeo sahihi, au tutakuwa ni watu wenye kupotea kufikiria fikra za maono ya akili zetu, shetani yale ambayo kwamba anaingiza katika mawazo yetu, ili tuweze kuharibu maisha yetu, maisha ya vizazi, na pia tuweze kuiharibu hii nchi ambayo kwamba sisi tunaipenda. Kwa hivyo nasaha yangu kubwa kwa Wakenya katika mfumo huu ambao kwamba sasa uko mzito wa mripuko wa maisha yamekuwa magumu, yani kila mmoja analia, tajiri analia, maskini analia, fukara analia kabisa, bali mimi naona hata matajiri ndio wanalia hata kushinda maskini. Katika hali hii ambayo kwamba ipo, tuweni wavumilivu, turudini nyuma kwa Mwenyezi Mungu, tumuombeeni Mwenyezi Mungu atuondoshee hii shida. Hakuna ambalo haliwezekani kwa Mwenyezi Mungu. Kitu muhimu ni maombi. Lazima tukithirishe maombi. Hii tu ndio nasaha ambayo kwamba ningependa kupeana katika siku ya leo kwa mnasaba wa siku hii ya sherehe ya Eidul Fitri. Kwangu mimi na kwa wenzangu ambao kwamba naishi na wao hapa Kisii, pamoja na jumla kwa Wakenya wote ambao kwamba tumesherehekea Eidul Fitri, na wale ambao kwamba ni Waislamu na wale ambao kwamba si Waislamu, kwa sababu sote sisi ni wazalendo wa nchi hii. Hii ndio nasaha yangu kwenu nyinyi. Sasa kwa viongozi wa nchi ni ipi? Wawe watumie hekima ambayo Mwenyezi Mungu amewapea. Mimi nataka niseme watumie hekima ambayo Mwenyezi Mungu amewapea, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupea akili, na katika akili amevalisha hekima. Kwa hivyo ile hekima ambayo imevalishwa katika akili zetu, lazima tuitumie kwa njia ambayo kwamba ni mzuri. Wapunguze pia, manake kuna ile maneno ambayo kwamba ni maneno mazito. Hawa viongozi lazima kila mmoja aweze kumvumilia mwenzake. Ukipunguza kasi ya maneno mazito, na mwingine pia naye atapunguza kasi ya maneno mazito. Lakini ikiwa kila kiongozi atakuwa ni mwenye kutoa maneno mazito mabaya, sijui mnatarajia kuielekeza hii nchi ambao sisi tunawaangalia nyinyi mnatuelekeza, na sisi tuelekee mwelekeo gani? Kwa hivyo nasaha yangu kwa viongozi wetu wa nchi hii wote kwa jumla, popote pale ambapo kwamba walipo katika majukwaa yoyote, watumie ile hekima ambayo Mwenyezi Mungu amewapea, aliyovalisha katika akili zao. Labda mwisho tu, ni kama nimekupata vizuri, ni labda kwamba maandamano huenda yasiwe suluhisho kwa changamoto ambazo zinakumba nchi yetu. Masala ya maandamano ni masala mazito, ni masala ambayo kwamba ni changamoto katika hii nchi, na kila mmoja anaona. Kwa hivyo jambo muhimu, hebu waelewane, wakae chini, wapate suluhu. Vile nilivyosema, wasitumie cheche za maneno mazito, waitumie ile hekima, ili tuweze wajiokoe, watuokoe, waiokoe hii nchi ambayo kwamba tunaipenda. Asante.